kulitukuza jina lako takatifu kwa wema wako. Asante kwa majira ya siku hii, kwamba Mungu umependa siku hii tuweko mahali hapa. Ndani ya kumaliza mwaka huu Bwana, tuweko mahali hapa. Tunakusihi Mungu mwenye nguvu, uwe nasi katika kulitafakari neno lako. Tunaruhusu Mungu ukapate kusema nasi. Fungua mioyo yetu iliyoinama, fungua masikio yetu ya rohoni, neno lako likapite katikati yetu, nasi tukitiisha kila ufahamu wa kibinadamu, kila kujivuna, kila mamlaka ya kibinadamu, Bwana yakashuke, ili wewe ukapate kuinuliwa katikati yetu. Tunaomba Bwana, tutafakari pamoja nawe, tusikie kwako, tukajifunze na kutembea katika njia yako, kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Nitasoma mstari wa 14, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Nitarudia, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Unapokutana na neno la Mungu linasema tafuta, manake hichi kitu kilikuwepo, alafu baadaye kikaja kikapotea. Biblia katika kitabu cha waraka wa Ibrania ni nyaraka ambazo alikuwa anaandika Paulo anawaambia Waibrania, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Haleluya! Hebu kama una amani tena, punga mkono kwa Yesu namna hii. Haleluya! Unapozungumza neno tafuta, maana hiki kitu kilikuwepo, kikaja kikapotea. Sasa Paulo anarudi tena kwa mara nyingine, anawaambia Waibrania, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Unapozungumzia amani ipo katika maeneo mengi. Kwa mfano, amani inaweza ikakaa kwenye taifa, amani inaweza ikakaa kwenye familia, amani inaweza ikakaa kati ya jirani yako, kati ya wewe na jirani yako. Amani inaweza ikakaa kati ya ndugu zako. Lakini je, angalia katika maisha yako, katika wewe na jamaa yako, ndugu zako, mume wako na wote wanaokuzunguka, una amani nao? Watu wengi wapo tunaishi, wengine ni Wakristo kabisa, lakini maisha yetu hayana amani na watu wengine. Na ndio maana tunaweza tukatembea, unaweza uko unatembea ukamwona yule mtu ambaye ndani yako ukimwona unachukia, ukabadilisha njia. Ni kwa sababu ndani yako hauna amani. Sikiliza, nataka nikwambie mkesha wa leo, ili maisha yako yawe na amani, tafuta kuwa na amani na watu wote. Bwana atakufanya na atakutengeneza, utakuwa Mkristo bora. Acha Ukristo wa mazoea, acha Ukristo wa dini, acha Ukristo wa jina. Ukristo wa kweli ni amani. Na ndio maana Yesu alipofufuka akasema neno shalom, maana shalom ni amani. Bwana akupe amani. Inawezekana kwenye familia yako una amani, ndoa yako haina amani. Kuna watu wengine mnachukiana kwenye familia yako, lakini nataka nikwambie 2026 ikiwa ni mwaka wa amani. Haleluya! Hebu sema shalom, sema shalom. Anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Mbona wewe ukipata shida, kuna watu wengine unawaambia, watu wengine huambii? Kuna wengine wewe ni Mkristo, unakuja kanisani na meza ya Bwana tunakupa, lakini kuna watu wanunia. Ni Mkristo, unakuja kanisani umebeba
ukiona watu wengine unasema ni fulani wala anadai. Sikiliza nikwambie, kinachokusumbua ni kwa sababu ndani yako hauna amani. Mwaka wangapi umemnunia mtu? Yaani mwaka wa 3 utaka kumwachia. Na hapa ulipo yani unatarajia uingie mwaka 2026 uingie naye. Sikiliza nikwambie, utateseka bure. Tafuta kuwa na amani. Tafuta kuwa na amani na watu wote. Yawezekana hata mume wako unakaa naye umemnunia. Hujaikuona unakaa na mtu alafu umemnunia. Yaani akija akitoka kwenye kazi unamtengea chakula. Chakula kiko jikoni. Tenga kwa mikono yako miwili. Hauna amani naye. Yaani hapa tu nywele umesuka lakini uliomba hela kwenye simu. Naomba hela ya kusukia kwa mesi. Unashinda kuongea kwa mdomo ni kwa sababu hauna amani naye. Tafuta amani Mkristo. Maisha ya kweli ni amani. Je, katika maisha yako jirani yako mbona umemnunia? Yaani mtoto akiumwa unampigia simu ndugu yako aliyoko Mvumi. Mtoto akisidiwa unampigia simu ndugu yako aliyoko Iringa. Unashindwa kumpigia simu jirani yako. Na katika amri zile za 10 huwa tunasema sikia, anasema Bwana wetu Yesu Kristo alisema, sikia Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana Mungu mmoja, na wewe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Na hii ndio amri iliyokuwa ni ya kwanza, na ya pili yafananayo nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini jirani yako humpendi, jirani yako umemchukia, jirani yako huna amani naye. Na wengine leo kesho mtapendeza, wewe usiyependeza utachukia wengine. Usichukie. Paulo anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Wangapi ambao ukiwaona yani unaona kinyongo? Kuna wakati mwingine wa Kristo tunakuja kanisani, kuna mtu mpaka unashindwa kukaa naye. Yaani ukiona amekaa kile kitu unachokipendako unasema yaani huyu Yesu leo ametokea wapi? Unahamia upande mwingine. Kwa nini? Hauna amani. Hebu punga mkono kwa Yesu namna hii. Haleluya. Paulo anawaambia Waebrania, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote na utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Amani yako iko wapi? Kuna mwingine anakuwa na amani akija kwenye kwaya tu, akitoka nje ya kwaya hana amani. Kuna mtu anakuwa na amani anapokuja kanisani, akitoka nje ya kanisa hana amani. Kwa nini? Wanakujua ni mgomvi, wanakujua ni mkorofi, wanakujua ni wewe, wakikuchokoza unajua kuwapasha watu, unawachamba kweli. Lakini katika yote, hebu tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Mwaka 2026 utakapoingia na kukanyaga, hakikisha wale wote uliokuwa umewanunia hauongei nao, umewachukia, nenda ukapatane nao, maana unajitesa mwenyewe, unajiumiza mwenyewe. Chukulia siku moja ukakutana naye na yule ambaye haumpendi kwenye mazingira unayohitaji msaada, itakueje? Utajikuta unajiweka kwenye mazingira magumu, unajiweka kwenye nafasi ngumu ambayo haielezeki, huwezi ukapata msaada kwa urahisi. Lakini Biblia inasema kwenye waraka wa Waebrania, Paulo anaandika, anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Ukristo wa kweli ni amani inapokaa ndani ya moyo wa mtu. Je, moyo wako una amani? Kwa nini unapomwona jirani yako, wakati mwingine watu wamevuka mipaka, yani anamchukia jirani yake mpaka kuku wake, yani kuku tu akija unasema kuku wa mama fulani anatamani ampige hata na jiwe. Akiona hata watoto unasema watoto wametoka wapi mama nani? Maana amani katikati yao haipo, furaha katikati yao haipo, umoja na upendo haupo. Lakini nachotaka nikwambie, mwaka mpya unakuja, uko ni mwaka wa amani na upendo na ushirikiano na watu ambao ulikuwa huna upendo nao.
Ukristo wa kweli ni ule ambao unasamehe. Wewe kwa nini hutaki kusamehe? Sawa, walikukosea, walikuuzi ukachukia, lakini mwaka wangapi umeweka ndani ya moyo wako? Sikikuangalia tu kunenepa, ndio maana haunenepi. Umewaweka watu kwenye moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mwaka wa kwanza umemnunia, wa pili, wa tatu, mpaka leo mwaka wa tano. Hata unene utatoka wapi jamani? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Utakaa kila siku unaisha, unakonda. Tumekuangalia tunasema hivi hauli. Kumbe kula unakula. Shida ni moja tu. Umewaweka watu moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Uachie watu moyoni ili maisha yako yawe na amani. Maisha yako yawe ya furaha. Maisha yako yawe ya upendo. Unapoona wale ambao wamekukosea, maisha yako yakawe na furaha. Kuna watu wengine wa Kristo tukisema kila Jumapili tupeane mikono hapo. Kuna watu tunashuhudia wapeane mikono.